alituambia hapa ya kwamba hebu njoo hapa, yule kijana anaitwa nani? Benedicto, njoo Benedicto kama upo hapa. Benedicto alituambia ukiua watu, walikuwa wanakazana kuua watu wapande vyeo. Sasa yeye alikuwa kiongozi kule, kama angepita hivi wote mngeinama. Kwa cheo alichokuwa nacho, simama hapo. Kwa cheo alichokuwa nacho, kama angepita hivi wote mngefanya nini? Mngekuja kumuua Bishop Robert. Matokeo yake yeye ndio kauawa, kaokolewa. Lengo lililomleta hapa ilikuwa ni hilo. Amejaribu several times, ameshindwa. Mwisho kaona hii nguvu si ya kawaida, ngoja mimi nijisalimishe. Na ametoa siri za shetani kwa sababu kaamua ataki uchawi. Mtu yote anayetaka uchawi huwa atoagi siri. Mtu anayetoa siri ni mtu ambaye amedhamiria kuacha. Haleluya. Na siku ukitoa siri, ukirudi kwa shetani anakuua. Shetani anaga msamaha. Ni Mungu tu ndio kusema nisamee, anaangalia upya maamuzi yake. Lakini shetani ukikosea ni adhabu. Ukikosea ni kifo. Wale wachawi mnaelewa vizuri, ndio maana Bwana muogopa sana shetani. Hata kuja wakimwambia ukifanya hivi tutakuua, ukitoa siri tunakuua, basi ile kauli ya shetani inakuwa na nguvu sana. Huyu mtu anaogopa. Kila akitaka kwenda kutoa siri anakumbuka viapo alivyowapa. Kweli sio kweli? Sasa wachawi mnaelewa vizuri. Lakini ukiona mtu kapiga moyo wake konde, kaamua kuzungumza, ujue kadhamiria. Hebu niambie Benedicto, wale wachawi bado wanakufuata tena? Hapana. Baada ya maombezi ya jana umelala bie? Nimelala vizuri hadi asubuhi, hawajanifuata tena. Hawajakufuata tena? Ndio. Na nisikilize. Jana ulipotoa ushuhuda hapa, leo amevaa sare ya Kanani. Amesema neno hajasema? Amebadilika, sio yule wa zamani tena. Manake amekombolewa kwenye kongamano hili. Kutoka kwenda kwenye utumishi wa ufalme wa giza, leo anamtumikia Mungu. Waliokuwepo jana wanaelewa vizuri alichotuambia. Kama hujaelewa nenda kafuatilie kwa YouTube, utaona mambo aliyoyasema. Lakini miongoni mwa mambo aliyosema, yeye alikuwa mchawi kwa miaka 5. Alifundishwa uchawi na nani? Mama yake mchawi, akamfundisha mtoto wake, akapanda cheo kwenye uchawi, akamtesa baba yake mzazi. Baba yake yupo lakini hajielewi, yani yuko zezeta. Aliyemfunga ni huyo hapo. Wamemwambia auwe watu ili apande cheo. Amfuate mchungaji fulani na fulani ili apande cheo. Kwa hiyo amekazana mara 3 mara 4, mwisho Mungu akamtandika. Awamu ya mwisho alipokuja tena, Mungu kamleta sasa, akaokoka. Na yeye mwenyewe amekili, ametuma vifaru vikaungua. Katuma watumishi wake, wengi wameokoka, wamebadilika, na wengine wakurudi kwake tena. Waliorudi ni wale waliosalimika wakarudi kwake, waliobakia ama waliokoka ama walipotea. Waliteketea wakafa. Anaeleza mambo mengi. Mambo ya ufalme wa giza huwezi kuelewa kwa mwilini, mpaka uwe rohoni, kwa sababu ni mambo ya rohoni. Ndio maana sisi tunayapenda, tunayashobokea, kwa sababu tuko rohoni, tunawaelewa vizuri hapo. Mtu wa mwilini ambaye hajaokoka hivi vitu havielewi kabisa. Anaona kama hadithi za Kalikenye. Huyu anasema anawaingia madaktari na manesi wote, alafu wanafanya operation hawa. Yaani hata nikikueleza hapo huwezi kunielewa kabisa. Lakini hawa ndio wanaingia, wanabadilisha madaktari wote. Wanaweza kwenda kubadilisha askari wote, wakasimama wao. Wakawaingia watu. Unaona ni nesi lakini sio nesi, ni huyu. Unaona mchungaji lakini sio mchungaji, ni hawa wanazungumza. Ametueleza siri moja muhimu jana, kwamba hao manabii wa uongo sisi tunawaingia. Tunampa pepo wa utambuzi, anaenda kumtambua mtu mmoja, anamueleza mambo yake yote. Ndio maana anazungumza kwa watu 2 ama 3 kwamba wewe fulani njoo, anakuwa ameshapata maelekezo kwa mtu husika. Hebu tueleze hapo ulizungumzaje, maana ndio sehemu muhimu. Hao manabii hao wanapokuwa wanatoa unabii, sisi tunawaingia ndani yao. Afu yule mtu tunayekuwa tumemuita anakuja na ugonjwa, na huo ugonjwa tunakuwa tumempa sisi. Kwa hiyo chanzo hadi kutoka huko hadi kupata matatizo nini, sisi tunakuwa tumempa. Hadi kufika pale sisi tunamleta. Tukishamleta pale kanisani, afu yule nabii tunakuwa tunamwambia masikioni. Tunamwambia huyu anaitwa fulani, anasema unaitwa fulani. Afu tunamwambia na watoto wangapi na jina lake mtoto tunamwambia. Anasema tunamwambia ana matatizo gani, anakuambia wewe una matatizo gani? Umekuja hapa kwa hili na hili na hili.
ndo mtu unakuta anasema ndio baba, anaanza kulia. Huyu bwana ana elimu kubwa ya ulimwengu wa shetani. Msimuone hapa. Kama huyu angekuta mtaani akaja kwako usingesalimika. Hapo unaona bwana mdogo mdharau, lakini angekuja kwenye kazi yake, wewe ungekuwa unalia kama mtoto. Sasa hebu angalia maneno haya. Wanamtengeneza mtu pandikizi linakuja ndani ya ibada. Wanarudi wanakuwa wamelitengeneza wao. Alafu wanamtafuta huyu nabii, wanamwambia kwenye masikio. Wale jamaa wanakutana kwenye wanakasema Mungu ameniambia, sio Mungu ni hawa. Sio kama unaelewa vizuri. Sio Mungu ni hawa. Mungu ameniambia wewe fulani, unaitwa fulani, una watoto watatu, unaanza na S Stella. Ndio baba Stella. Umekuwa na matatizo haya, umekuwa na yale. Kumbe anasikia maelekezo kwa hawa. Nyinyi msiojua mnasema ni Bwana amemwambia. Sio Bwana, ni pepo wa utambuzi. Ni hawa wanatengeneza mtu, ni hawa wanafanya kazi na manabii. Alafu wewe kwa sababu hujui chochote, hujui elimu hii ya kiroho, unaamini ni Bwana. Mwisho wa siku unaliwa pesa. Watu wengi wanaamini uongo, wanapotea. Simama kwenye neno ujue kweli, na kweli itakuweka huru. Sikiliza maneno haya. Umetuambia pia jana, hilo ni jambo la msingi sana kwa wale wanaotafuta ndoto na vitu vingine, ni hatari sana. Umetuambia unawezaje kutoa mimba za wanawake? Kutoa mimba, kwanza naangalia yule mtoto. Hatuwezi tukatoa mimba, yani hatutoi mimba ovyo ovyo. Tunaangalia yule mtoto yupoje, nyota yake. Kama nyota yake ilikuwa kubwa yule mtoto, yule mama, kuna vitu akiwa odini au akiwa nyumbani, kuna vitu tunampa bila yeye kujua huyo mtoto. Au naweza nikasimama mbali, natoa moyo wa mtoto kwa kufanya hivi, na uvuta huyo mtoto, ndio maana unashtukia mtoto ametoka amekufa, au mama na mtoto wake wote wamekufa. Wale yani naangalia mtoto mwenye yani aliyekuwa na kalama ambaye Mungu amemkusudia. Nasema huyu akikuwa atatusumbua. Na mwai bado mapema mimi. Namchukua. Nikishamchukua nikimpeleka huku, damu yake tukinywa sisi kama alikuwa na kalama, sisi tunaongezeka nguvu zaidi. Au wale watoto wale wanaouza nyama wanakata kongolo mabarabarani, mara nyingi tunawapa watoto wachanga. Wale watoto wachanga, huyo mama tukishampa huyo mtoto anamkatakata, afu kishamkatakata anamleta njiani, watu wanakunywa supu. Jamani, mambo makubwa haya. Na kweli kula mabarabarani ni hatari sana. Unaweza kula mishikaki sio yenyewe. Unakula kongolo halina hata ladha. Mnakula mapupu, sijui bandama, havina ladha. Manyama unakula unaona kama nyama, haina harufu, haina yoyote ya nyama. Jamani, ukiokoka punguza kula mabarabarani. Nunua chakula upike mwenyewe. Kwenye mahoteli kuna hali mbaya sana. Wale sasa hivi watu wanatafuta faida tu, sio afya ya mtu. Amina. Watu wengi wanafanya biashara kiuchawi kila mahali. Uchawi umechika hatamu kila mahali. Hawajali usafi, hawajali chochote. Unachojali wewe umekula nini. Kwa hiyo unakuta vitu vile tunapata kiini macho sisi, kumbe wao tuuzia vitu vya ajabu. Kumbe nyinyi mnaohusika kupeleka watoto. Kuna mtu anamuelewa huyu? Endelea. Wale watoto sio kwamba sisi tunapigwa hasara. Yaani si ndo tunafurahi. Yaani tunaweza tukampa bure akauze tu. Ila sisi tunachojua tumesambaza uharibifu, yeye amepata faida. Hata kama akipata faida, sisi tukishasambaza uharibifu hamna shida yoyote. Kwa hiyo nyinyi mkisambaza uharibifu, wale wanakuwa mawakala wenu au ni watu gani? Wale wanakuwa mawakala. Mawakala. Tunawatuma wanaenda. Wanafanya biashara hizo. Wengine wanakuwa wanafanya, unaona ni mtu na anachukua umbo la mtu. Unasema anaweza akakaa hapo akasema huyu ni yule anayeuzaga kila siku hapa. Au yule anayeuza pale tunaweza tukamuingia.
tukishamuingia yeye anakuwa yani ajui lolote, na ajui kama anauza hivyo vitu. Ila akienda buchani mara nyingi zinakuwa sio nyama hizi. Mara nyingi tunaweza unamchukua mtu sio mwembamba mwenyewe. Mafuta. Unamchukua huyo afu tunamchuna vizuri. Yule mguu tunakata, yani ndio maana unakuta ule mguu haupo, yani imanzia unene tu. Paja limanzia unene tu kuja huko. Kile kitambulisho cha chini kule hamna. Kwamba huyu ni ng'ombe, yani kuna kwato zile kote mnatoa. Akipo. Tunamningineza pale. Hebu tuachane nayo. Tutende hatua nyingine. Haleluya. Hebu kabla sijaendelea, kuna mtu ana swali? Nyosha mkono muulize. Haya, muulize, mpe mic hiyo. Wako wapi watu wa mic? Una swali kwanza uliza wewe. Mimi kabla sijauliza la kwangu la mwisho hapa, niendelee na mambo mengine. Yaani mmelala namna hiyo, tutangamkeni kama kuna mic ziwepo. Ndio. Unanyosha mkono uliza. Mimi naomba kuuliza. Amesema kwamba kule buchani unakuta ni nyama za watu. Tunafanyaje labda? Tutaokopa kula nyama. Tunafanyaje? Maana kule buchani ni nyama za watu. Hilo sio swali. Sio zote, ni baadhi. Amina. Sio kila bucha na nyama za watu, la hasha. Mwingine? Mpe mic huyu mama. Unanyosha mkono juu ili uwapite vichwa vya watu ili watu wakuone. Ndio. Zungumza. Mimi naomba kuuliza, kuna wakati mtu anaweza kaota kama vile anapaa lakini anakuwa anashinda, anakuwa anakimbizwa na watu wabaya lakini anakuwa anashinda. Hapo inakuwa ni Hebu tuambie mtu anaota mandoto. Hebu jibu hilo swali kwanza tusikie. Yaani unaota ndoto unakimbizwa na watu afu unawashinda. Unapaa afu unawashinda, unawazidi viwango. Unakuwa unapigana na wachawi usiku. Kiota unapaa, unawashinda ng'ombe, unawashinda mbuzi, unawashinda watu. Wewe kwenye ukoo wenu ni wachawi, unaenda kufundishwa uchawi. Asa ukiona hizo ndoto tu ujue unafundishwa kutoka kwenye familia yenu, kuna mizigo inataka ukabidhiwe. Kwa hiyo unaanza kwanza, wamekulazimisha kukupa hivi vimeshindikana. Sasa wanakuonyesha hatari inayokukabili na jinsi ambavyo wanakuokoa. Mwisho utafurahia lile tendo. Sasa unafurahia lile tendo, wanakurusha juu, unashinda, na mwisho kisha umefurahia wanakuingia. Kwamba sasa tukupe hiki kitu, kuna mazuri na haya. Tunaota vitu fulani tunaona unashinda, sisi ndio tutakufanya ushinde. Mwisho wa siku unafurahia kile kitu, unapokea nini? Uchawi. Mungu hadi kabisa kwenye mambo hayo, Mungu anakuwa hayumo. Amina. Sasa ukiona jambo kama hilo, namna gani ya kushinda? Lazima kwanza uokoke, uache dhambi, usimame imara, ushindane, uingie vitani na wao au jamaa. Hizo ndoto zitaama, utaziona tena kwako. Yaani ukate kichwa cha pweza. Amina. Ukiota unaongea na watu shuleni, mnalima mnako kwepo zamani, ni mzimu wa kwenu. Kuna aina ya mzimu na kuna aina ya kufundisha uchawi na kuna aina ya mzimu ambao uko kwenye familia yako, utakutafuta hata ukiwa Ulaya, ukiwa wapi. Kwa hiyo mambo ya shetani inayomuuliza hana ufumbuzi. Asije akakwambia huyo kafikiria ana majibu ya upande wa pili. Atakwambia yale anayoyajibu ya kuzimu tu. Sasa utatuzi upo kwa Yesu au upo kwa Hawa. Ndio maana ukienda kwa mganga una shida, hawezi kutatua, anakuongezea matatizo. Kweli si kweli? Ukienda kwa manabii wa uongo wao hawana ufumbuzi, wanakuwekea matatizo zaidi. Nunua maji unakunywa, hamna majibu. Majibu yapo kwa Yesu. Kwa hiyo kama kuna jambo la ulimwengu wa roho, ufumbuzi upo kwa Yesu. Unalipata kwa shetani na Yesu anatoa ufumbuzi. Anayekuloga sio Mungu, ni shetani. Yesu kazi yake ni kukuponya. Anayekuletea shida ni ibilisi, Yesu anakuokoa. Kwa hiyo majibu ya maswali mengi tunayapata kwa Yesu, sio kwa mganga wala muota ndoto wala mchawi. Ana majibu ya mambo ya ufalme wa Mungu. Do you get my point? Uendelea kulala tu. Niambie sasa, naona maswali kumbe alikuwa hawana maswali yote, ni bla bla tu. Haya, mlikuwa wapi sasa? Haya, muulize Samuel. Muulize hata huyo sawa. Mpe huyo aulize tu, hana shida yote. Swali langu nauliza, ametuambia hapo kwamba wanapohitaji kuchukua mtoto aliyeko tumboni mwa mama yake, kwamba sio kila mtoto wanaangalia nyota. Je, nyota mnaitambuaje kwamba hii ni nyota njema au sio njema? Mnaitambuaje? Swali rahisi, mjibu huyo. Mpe mic wakati huu Samuel.
tunakuwa yani ukiwa tumboni mwa mama yako, si tunakuwa tunaangalia jinsi huko mbele utakavyoenda kuwa. Huko mbele unaweza ukaenda kuona maisha magumu, tunaachana na wewe. Kama Mungu amekusudia, unaweza uka huko mbele Mungu amekusudia uwe mchungaji. Au Mungu amekusudia uwe mwimbaji. Wewe ndo tunakuchukua, lakini tukikuangalia mbele tukakuta unakunywa pombe huko, tunaachana na wewe. Umeelewa jamani? Wakiona una maisha magumu ya kwenda motoni, wanaachana na lakini gundua unaenda kumtumikia Mungu, wanadili na wewe mapema. Kwa hiyo anapofanya hivi kichawi, mtoto anatoka, anamkamata kabisa, anamkumbatia hivi, anaondoka naye amemshikilia mpaka kule. Wewe kule utabaki na kiini macho. Kweli sio kweli? Kweli. Sikiliza hiyo sasa. Jijibu amejibu, twende haraka haraka. Samuel. Shalom. Mimi nataka kujua matokeo ya vyakula alichozungumza hapo, kwamba unaweza ukawa umelishwa usiku, au kama vile vya barabarani kama wanavyosema umekula ovyo ovyo, wamevitegesha. Sawa, umeshakula tayari. Matokeo nini yani yanakuja kutokea kwa mtu aliyekula vyakula hivi vya kichawi? Hebu tujibu. Matokeo utayaona sivyo, tutakuacha ule. Ukishaona basi wapo umekula sana, utasikia tumbo limevimba, utasikia ugonjwa upo tumboni, utasikia sio kula tu hivyo, unaweza ukala ukao unarudi nyuma kimaendeleo. Unakula zile nyama unazokuwa unakula, tunakuwa tumetamka maagano huko na vitu tumeweka. Unapokuwa unakula, mwingine anakuwa anashuka. Anakula anashuka, anasema ni nini kinachonishusha? Mimi sio mchawi. Kumbe unakula vya kwetu tunakushusha. Umesikia jamani? Huwezi kuelewa, lakini kila vile vitu unaachiwa ule, unashuka kimaendeleo. Unashuka kiafya. Unashuka kiuchumi. Mwisho wa siku kabisa unakuta matatizo ya tumbo, magonjwa ambayo hayaeleweki yanaanzia tumboni, wanapima waoni, wanaangalia madaktari waoni, lakini wewe hoi bin tabani umelazwa. Ni matokeo ya vyakula vinavyotengenezwa na hawa jamaa. Na kweli watu wengi wanaugua sana matumbo, matatizo yanavimba, wanapata acid reflux, wanapata sijui vitu gani, wanasema ni magonjwa, lakini cause inatoka kwa hawa jamaa. Are we together? Mnamuelewa huyu bwana? Swali lingine. Alimachos. Shalom. Kama una swali niulize pia kwenye. Swali langu ngoja basi bwana, usiwe kama mgeni, wewe ni mwenyeji. Ukishasikia sauti naongea unanyamaza mara moja. Kama una swali na wewe unataka kuniulize, ulize hapa kwenye message, nitamuuliza hapa. Endelea sasa. Ndio. Swali langu liko hivi, kuna hao watu wakubwa ambao ni matajiri huwa wanatoa ofa, kama kuna siku fulani wanakuwa wanafanya kama sherehe, wanachinja ng'ombe, wanafanya kama party kubwa sana. Sasa unakuta wanaalika watu waende kula pale. Kuna uwezekano gani wa kujua kwamba vile vyakula vinakuwa ni salama? Kama una Mungu utajua, kama una Mungu utakula tu hautajua. Yaani wewe kama hizo sherehe usio unapenda kwenda kula kwenye sherehe huko, unaalikwa eti ofa kabambe, unakula bure. Naona ofa kabambe unakula bure. Usipende kwenda kule. Wengine sio ng'ombe, wengine tunakuwa tumetoa kuzimu tunaleta. Wewe unajua ng'ombe, mtu tunapokuwa tumemchukua anasema nimekaliwa. Yaani anakuwa ameinama hivi. Afu wewe mchawi unaweza ukampeleka kwako, hauna kiti. Akinama hivi, mgeni akija, yeye atabeba, utaona ni kiti. Na tenda atamweka hapo, utaona ni kiti. Utawekea paka miguu yako. Kumbe unaweza kukuta unamwekea ndugu yako aliyekufa. Wewe unajua ni kiti, unakaa. Ila yeye kuzungumza hawezi. Na hawezi ukajua kama hiki si ni kiti au sio kiti. Unaona sofa tu. Kumbe ni maleo. Jamani, msipende kula ovyo masherehe unaitwa kuna ofa. Watu wa bodaboda hasa ndio shughuli zao. Tunaweka mafuta lita 2. Muangalie vizuri. Kila lita 2 ulizochukua utazilipa. Hakuna kitu cha bure kwa shetani. Akikulisha ujue anakusudi. Kweli sio kweli? Kweli. Huwezi kukulisha hivi kwamba anatoa ofa, anakuwa na makusudi. Ama anahitaji watu kadhaa mwaka huu kuwaua, atoe kafara,
lazima apeleke barabarani pilau. Kila aliyekula basi amekula moto. Baada ya muda wote mnapita ajali, mnapata matatizo, vichwa vinavunjika, watoto kadhaa mwaka huu wamekufa, basi kadhaa imepinduka, wanakuwa wametoa kafara. Nikuulize swali, labda ulishawahi kukula nyama za watu, amini kuua? Ndio zangu hizo. Mimi ndo mwendo wangu. Kwa hiyo umeshaua maelfu? Hesabiki wengi sana. Ndani ya miaka 5 kila mwezi. Mwezi napeleka wapungui watu 30. Kila mwezi. Na ukitaka kupindua basi unafanyaje? Nikitaka kupindua basi nitasimama hivi, afu nitaanza kupeleka macho huku na huku. Dereva yule anakuwa ajielewi, anaona tu gari linaenda. Mwisho wa siku nalipindua, linaanguka. Au kama nikitaka kusababisha ajali, barabara hii hapo, mimi nitasimama kama hapa. Nitaangalia huku anayekuja na huku anayekuja. Yule dereva nitamchanganya. Yaani anakosa pa kwenda, ampishie wapi yule mwingine. Unakuta amekaribia kukaribiana hapa na hapa, ndo anajiongeza waanze kupiga kuepana. Unakuta wanagongana. Na wewe unachukua damu yako unaondoka. Yaani kabla hawajafika watu, unakuta tu damu tudogo tumeanguka pale. Toa kisingizio. Lakini mimi nakuwa nishachukua nimeondoka. Bwana, kauli za hawa zinafanana zote. Damu ndogo wanaacha, nyingi wanabeba. Wameshaondoka zamani. Walio majeruhi waliopona au wanakuja polisi amesababishwa sababu ni hii, lakini hawa wanatengeneza ajali kuchukua damu ili watu wa dunia wakija waseme tatizo ni mwendo kasi, tatizo ni barabara mbovu, tatizo ni tairi za zamani. Kumbe hakuna cha tairi za zamani, ni hawa jamaa. Wao wakishamaliza, taarifa tunayopewa kwenye vyombo vya habari tunapewa sababu, amekufa hospitalini kwa ugonjwa wa moyo, amekufa hospitalini kwa hiki, lakini wasababishaji ni hawa. Na shetani hufurahia kuona wewe ukipata shida kuliko vile ambavyo ukicheka hawa hawataki. Ukimshangilia Mungu hawa hawataki. Ukimwimbia Mungu hawa hawataki. Ukimtumikia Mungu hawa wanataka utumikie shetani. Ukiuza bia, sigara, tumbaku, hawana shughuli na wewe. Wanajua wewe unaenda motoni. Lakini ukiokoka ukaanza kwenda mbinguni, wanadili na wewe. Kana Yesu. Hawajawahi kushinda, hawatashinda. Tumikie Mungu kabisa bila matatizo. Mfano ni huyu bwana, alikuja kutuua hapa, aliweza? Na nguvu zake zote. Jana ametuambia aliunganisha vikosi 5, wafalme 5. Wafalme 5 walisambaratikia wapi? Hata hawakuingia, ndio waita hao walikuja wakasema hawezi. Wakarudi huko hawezi. Yaani mara ya kwanza ndituma. Falme ya kwanza ikapigwa. Nikaunganisha falme 2 wakawa nguvu moja. Mnaposema jeshi la mtu mmoja, na siku leo tunaunganisha nguvu moja. Tunakuja. Kisha kuja kama mmezofika, unakuta mpo kwenye mkesha, anaanza mtu mmoja kuchoka. Anakuja wa pili, wa tatu, mnashtukia wote mnaanza kupiga miaya. Anabaki yule muongozaji. Yaani tunashambulia mishale, kama mtu mmoja akisinzia tunapata njia ya kuingia. Tunaingia kwake. Akisazofika na mwingine tunaingia na yeye kwake. Yaani mwisho wa siku nakuta watu wote wanapiga miaya. Sikiliza, kwa ndio maana tunaamshana. Huyu anayelala anaweza kuwa mlango wa shetani. Ile wanaambukizana ile wote. Sasa mnafanya nini? Mnalala. Piga miayo wakati wote. Kumbe anakuwa ni hawa jamaa kudhoofisha. Hebu niambie, mnaogopa nini kule kuzimu? Maombi, matoleo, kwaya, nini mnaogopa zaidi? Ninachoogopa cha kwanza waimbaji wanaosifu, wanavyomsifu Mungu. Cha pili, ngoja kidogo, kinachowaumiza ni sifa, ni maombi? Kinachotuumiza sana sisi watoaji zaka. Wanaotoa zaka humu kanisani. Okay. Cha pili wanaotumiza wana maombi, wanaoombea watumishi. Si tukitaka kuwafuata wao wanawaombea. Wanawazuia. Sikilizeni, maombi ndio yanayombomoa shetani. Sawa sawa?
Sifa zinamwinua Yesu, shetani zinamshusha. Haleluya. Lakini uimbe katika uzuri wa, sio katakata viuno, sio kurukaruka hivi, havileti maana yote. Kwenye manyimbo shetani naye anaingia kucheza tu, lakini kwenye maombi anakimbia. Sawa sawa? Maombi kanyaga akai hapo. Lakini sifa tunaona watu wote mataifa, mlevi naye anaweza akafanya nini? Akacheza, lakini sio kuomba. Mlevi hawezi akaomba. Kinachoumiza ufalme wa shetani ni maombi. Amina. Na hawa wako vitengo. Huyo anaweza mkuu wa hiki, yule mkuu wa kile. Kwa hiyo kila mtu anasema kwa upande wake. Huyo anaweza kuwa mzuri sana kwenye mambo ya makafara, huyu mzuri sana kwenye mambo fulani, huyu mzuri sana kwenye mambo ya maajari, huyu mzuri sana kwenye mambo ya pepo maskini. Kwa hiyo inategemeana una aina ngapi ya pepo ndani ya mwili wako ili uwe mtu wa kipekee sana ama komanda. Kwa misingi hiyo tumesikia machache kutoka kwa Bwana Benedicto, anayo mengi ya kuzungumza. Watapata nafasi wamuoje vyombo vya habari hapa ili baadaye atatueleza vizuri hatua kwa hatua. Nimeruhusu maswali machache, sijaona maswali yenye nguvu, manake nimemuelewa vizuri. Haleluya. Mtu anakuwaje tasa, hazai kabisa, inakuwa nini? Mtu anapokuwa hazai tunakuwa tumechukua yani uzao wake. Tunakuwa tumemfunga. Tunamfunga tumbo la uzazi. Tukishamfunga tumbo la uzazi, kama alikuwa yani atufunge ovyo ovyo, tunaangalia huyu mtu ataenda kuzaa watoto wa aina vipi, wa aina gani. Nakuta wewe atazaa mchungaji, mwimbaji, atazaa mwinjilisti, atazaa watoto wenye kalama, tunamfunga tumbo. Au atazaa watoto wenye nyota, tunamfunga tumbo. Unakuta azai mpaka anazeeka. Yes. Mmefunga. Sikiliza, kwa hiyo kumbe hawa wanaskani, si ndio? Biblia inatuambia shetani anaweza kuona jambo lijalo miaka 100 mbele. Sawa sawa? Yesu anaona 1000 mbele au zaidi ya 1000 mbele. Lakini Biblia anaweza kuona mambo yajayo yatakuja, haya anayaona. Anajua, akiskani anaelewa wewe ni nani. Akiskani anaelewa wewe utakuwa mlevi maisha yako yote. Kwa hiyo asumbuki na wewe. Anajua huyu kimskani hata akienda kanisani atakuwa ni mtu wa kulala tu. Angeishwi na wewe. Lakini huyu nikimskani atakuwa mtu wa kukaa kanisani tu, mzembe mzito, wala angeiki na wewe. Anakuacha uende kanisani. Akiona wewe unaenda kuwa hatari kwake, huyu ndio sasa anadili na wewe. Mimi nimechukua hiyo pointi kwa maana kubwa sana. Akiona unaweza kufanya kazi ya Mungu, anakuharibu mapema. Akiona ufanye kazi ya Mungu, hela zako zitakuwa za ulevi, za wanawake, una faida kwake, anakuacha. Kwa hiyo kwa ufupi tu niruhusu swali moja kutoka Kongo pale, naona kama ulikuwa na hamu sana ya kuuliza. Nyosha mkono juu kabisa ili watu wakuone, au simama. Shalom. Ndio, swali langu ni hili hapa. Wakati alisema kwamba wanachukua watoto wakiwa tumboni, akiona kwamba ana nyota nzuri wanaichukua. Sasa wanapochukua wale mtoto wanakwenda kuuza huko, wanapokwenda kuuza mtoto huo anakufa moja kwa moja, mara nyingine anaendelea kuishi. Pili, wanapua watu, wanachukua wakisababisha ajali fulani, watu wanafariki, wanakuja kuchukua zile damu. Wakipeka zile damu, yule mtu anaendelea kuishi tena huko kwao, anakwenda moja kwa moja. Ndio. Mjibu. Jibu la kwanza. Umesema tunapochukua mtoto, umeuliza tunaenda kumuuza au umeuliza tunaenda kumuuza? Ndio. Au kumpeleka wapi? Huyo mtoto tunapomchukua atuende kumuuza. Tukimuuza ni sasa tunakuwa tumfanya kazi bure. Tukimuuza atatusumbua vile vile. Tunammalizia mbali hapo hapo. Jibu la pili, umeuliza tunapochukua damu, watu tunaowachukulia damu, umesema watakuwa naendelea kuishi au watakuwa kwetu. Tunapochukua damu ya mtu inategemeana na yeye alivyo. Tunaweza tukachukua damu yake, si kunywa tu, tukachukua tukaihifadhi, tukamgeuza kama mtu wa kwetu. Na tunaweza tukanywa damu yako tukakumalizia mbali. Na tunaweza tukanywa damu yako wewe ukawa unabaki huku duniani, lakini damu yako tunayo huko. Huyu ambaye
tunachukua damu yake na tunamtumikisha, lengo ni kwamba hata kama akiokoka, si tunabaki na uhai wake huko kuzimu, anakuwa bado huko. Anakuwa ameokoka lakini sio sana. Anaenda kanisani kwa kupenda, anatoa sadaka kwa kupenda, anajipangia yeye mwenyewe. Tunakuwa tuko naye huko. Hata kama ukiomba ukatoka jasho ya blue, tunakuwa tuko naye yeye huko uhai wake. Hata akiomba nini? Ati nimemsikia nini? Hata mkiomba nini? Hata kama akiwa anaomba, hata atoke jasho la blue haisaidii kitu. Si bado uhai wake tunaye kule. Okay, ili atoke kule afanyeje? Akomboe uhai wake, vitu vyake tulivyomchukulia. Tunaweza tukachukua unyayo. Kama mimi hapa alichukua unyayo na damu. Wakachukua kivuli pande zote. Kivuli wakachukua, unakomboa tumbo, unakomboa mikono, unakomboa kichwa, unakomboa magoti, unakomboa miguu, unakomboa yani kila sehemu. Unakomboa za mwili wako. Unaweza kuwa umeokoka lakini unashangaa mguu moja, kila ukienda nakwambia mguu moja pingizi ipo hivi na hivi, unyayo wangu wa mguu haukanyagi vizuri. Unakuta mtu mguu wake umenyuka hivi. Unyayo tunao unyayo wake. Okay. Kwa hiyo ukombozi ndio unarudisha kipande kimoja kwa jina la Yesu. Unakomboaje? Ni kwa jina la Yesu. Unajua sasa unataja kile kinachokusumbua, unakikomboa. Kwa jina la Yesu nakomboa. Kwa jina la Yesu natoa. Kwa damu ya Yesu natoa mwili wangu, natoa roho yangu, natoa kile ambacho kimeshikiliwa na mapepo na kichukua. Yale maneno unayosema ndio Mungu anafanya. Hawa nao wakichukua kitu wanakinuiza kwa maneno pia. Damu hii, mtoto huyu akienda barabarani atakaye kukula kipande cha nyama, huyo ni wa kwetu. Yale maneno wakinuiza inakuwa hivyo. Hizi wigi tunanuiza maneno, pete tunanuiza maneno, atakayeivaa ashikwe na haya na haya. Ukienda unapata exactly kama vile walivyosema, walivyonuiza. Unanielewa? Mnamuelewa huyu bwana? Mtu mmoja anauliza hapa, kwa mfano tukijibu swali la huyo baba, mtu akichukuliwa kwako wewe kama ni ndugu yako akapelekwa msukule ama akatekwa nyara ama mtoto wako akachukuliwa tumboni, wana mambo kadhaa, yako vitengo vingi kule kuzimu. Wanaweza kumchukua mtu wakamfanya kiti, yani kama una kazi za kufanya kule, ufai kwa kila jambo, unakuwa kiti cha shetani cha majini. Kazi yako ni kuinama na hawa wanakukalia kwenye mikutano, hawakali viti vya plastiki kama hiyo. Kama hivyo ingekuwa kuzimu hapa, wote hivyo viti vingekuwa ni watu. Kila mtu anabonyeza, anatoka mtu anakaa. Ni wale walioolewa na kuchukuliwa na ibilisi. Wako hai kule kuzimu. Wanakuwa hai mpaka siku yako ya kufa iliyopangwa na Mungu ikitimia. Ikitimia kule kuzimu unakufa, unakosa uhai. Sasa wale wanachukua mwili wako, wanausaga, wanatengeneza mafuta, wanatengeneza bidhaa mbalimbali, wanaleta vitu kadha wa kadha, wanakusaga, unakuwa beef, wanatengeneza mabeef, wanaleta duniani na vitu vinavyofanana na hivyo. Lakini wakikuchukua mzima, utakuwa mtumishi maisha yako kule kuzimu. Unapeleka hivi, unapeleka misekule, unapeleka nyama za watu, unazungushwa kule. Maisha yako yote unakuwa mtu wa kutumika. Kama unavyoona hivi, tunamwona Kanumba, tunamwona fulani, wanakuwa wale wajafa wapo, lakini wanakuwa ni watumishi wale. Wakishatekwa nyara ufahamu, sasa wanachokifanya tena hawakijui. Amina. Akili zikishachukuliwa, wewe kazi yako ni kufuata amri tu. Inakuwa si wewe tena, una ufahamu, utambui, unabaki na sura yako ile, lakini hujui unachokifanya. Fikra zako zile wamezichukua, kuteka nyara fikra. Amina, amina. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Ukiwa ni mtoto mdogo, wanakuwa na kazi nyingi sana. Damu yake, nyama yake inaweza kuwa chakula, lakini pia inaweza kutengenezwa ikapondwa kwenye kinu. Wako wachawi wengine wakizungumza hapa, wanachukua kinu, wanaleta mtoto mzima, wanampiga, analia mpaka anakufa. Twanga mpaka inakuwa nyama kabisa, alafu anaenda kupaka kwenye vitu fulani, kunuiza, kuleta duniani. Ni uharibifu tu kwa ujumla wao. Hawana kazi nyingine isipokuwa ni uharibifu. Shetani aji ila achinje na kuharibu. Ni uharibifu tu. Lakini mimi nalikuja muwe na uzima, kisha muwe nao tele. Lakini shetani, wanemjua shetani, ana huruma, ana chochote chema, ana lolote la maana, ni muharibifu. Hata kama anakupa hela, anakudanganya, mwisho anachukua zote na wewe unaharibika.
anakupa karama za uongo, unaimba mwisho una collapse na uimbaji unakuwa upo tena, unapoteza. Anakwambia nakupa gari, unasikia manabii wanagawa magari. Nataka unyanyuke, unaimba, wanachukua kipaji chako, unabaki kabode, una tena cha uimbaji, unabaki barabarani. Hasa uwe mtumishi wao, ukishindwa kwa mtumishi wao wanakusaga, wanakuchinja, wanakupeleka kuzimu. Usiende vitu vinavyoambiwa, wewe baba ungeshatoka, twende tukupeleke mahali, twende Nigeria, twende baharini. Wakikupeleka kule upande uende kwenye kipaji, ujue ndio mwisho wa maisha yako. Utakuja huku duniani utaimba muda mfupi, baada ya muda mfupi mambo yako hawako kukufaidisha wewe, wako kukuharibu. Kuna watu wako duniani hapo wanaimba, lakini nafsi zao ziko kuzimu. Kwa hiyo wanachokifanya huku ni maelekezo kutoka. Kabla waja kuchukua nafsi yako hawawezi kuelekeza, utakataa, utakuwa na ufahamu. Wakisha kuchukua una cha kwako cha uyari tena, inabidi ufuate wanachotaka wao. Vaa nguo hizi, cheza hivi, fanya vile. Ukikataa unaumia sana usiku. Lala na mwanaume huyu, lala na mwanamke huyu, fanya mapenzi kinyume cha maumbile, fanya kile. Yaani unakuwa sasa wewe unatembea duniani, si wewe, damu yao yote wanayo. Unakuwa si wewe unaishi, bali shetani anaishi ndani yako. Kwa hiyo ndio unafanya mapenzi ya shetani tu. Kila unakokwenda, cheza hivi, vua nguo, chora matatu. Sio wao, wanaweza kuwa havitaki vile vitu, lakini hawana namna, walishauza nafsi zao. Are we together? Yes. Mshike jirani yako, muulize, unamuelewa bishop huyu? Ameuliza swali hapa mwingine, anasema atatambuaje makanisa ya kuzimu? Hebu tueleze kidogo. Unajuaje kanisa hili ni la kuzimu? Kanisa la kuzimu ili ulitambue, mchawi anapokuroga atatumia maarifa, na utabidi utumie maarifa ukiwa unaenda kusali. Yeye atatumia maarifa yake. Atasema huko unakoenda kuroga kupo hivi. Atakuangalia kwanza, je, ninakoenda kuroga kuna nguvu au hamna nguvu? Akiona kuna nguvu aendi, kama hamna nguvu ataenda. Sasa nawe kwenye kusali yaani kila kitu, yaani umwombe Mungu akuoneshe kwenye kusali. Makanisa haya mengi mnayosali, unakuta unaenda kwa nabii, unasema nataka gari. Sasa magari, ukipewa gari utalijua. Magari yatatoka huko kuzimu. Afu utakuja utapewa wewe na utatoa shuhuda, nimepata gari. Mengine anakuwa sio magari. Mnaona matajiri wana magari nini? Sio magari. Mwingine anatamani hata alitupe awe maskini. Mwingine anakuwa ni majoka, akivaa miwani ndo analiona. Mwingine unaona anavaa miwani anakuambia na matatizo ya macho. Mwingine majoka, mengine ni hayo mavifaru. Mtu anakaa juu na anaendesha gari. Sikiliza maneno haya. Unaweza ukapewa magari kuna utajiri, unatamani uyatupe rudi maskini, lakini haiwezekani. Maskini anataka awe tajiri kama wewe. Wewe unaona umeshaona sasa, unasema bora niwe maskini. Lakini uwezo wa kurudi tena huko unakuwa hamna. Once you go kwa shetani, hakuna no turning back. Uwezo ukarudi tena. Amina. Mpaka ukombolewe, uijue kweli kama hii. Sasa kweli utaipata wapi? Na wewe uko busy na mambo yako. Kweli kama utaisikia wapi? Sasa TV ukifungua kidogo ukisikia neno umezima. Utaendelea kuugua tu. Utaendelea kuugua tu mpaka utakufa. Ukipata msaada kama ukapata madhabahu sahihi, unayo chance kubwa ya kufunguliwa kutoka kwenye kifungo hicho. Lakini usipopata muda kwa sababu ya ubizi, mambo yanaenda mbio, kazi, ukirudi TV unafungua kidogo, ukiongea maneno matatu umesinzia, ukweli wote unakupita. Mwisho unaendelea na maradhi yako. Kweli si kweli? Kwa hiyo unaona wana magari hawa, sio magari, ni majoka yanawasumbua. Once ukilipeleka unaonekana unaendesha, lakini mule ndani ulali, una furaha nalo, huwezi kumpakia ndugu yako, una shida, ulifanyaje? Joka lile inabidi ukae nalo. Na wewe ndio unaona peke yako. Ukilala usiku gari inageuka kuwa nyoka, imejaa kwenye sebule. Unafanyaje? Utamwambia mtu siri? Huwezi kutoa siri. Unaamka tu asubuhi na ugauga pale. Shetani anamwambia fanya hivi, fanya vile. Huwezi kumkatalia, ni mtu mkali sana ibilisi. Sijui kama unamuelewa vizuri. Hawa mnaona leo wanacheka, wakishavaa wa shetani wanakuwa wakatili sana. Hawajali cha mtoto, hawajali cha mzee, hawajali cha mtu unalia. Wao ukilia wao ndio furaha yao. Kwa hiyo anapokunyonga hivi, ananyonga tena, ananyonga. Piga kabisa na nyundo unakufa. Hawanaga huruma. Ni kweli sio kweli? Kweli. Hawanaga huruma hawa. Jamani mnanielewa? Ni Yesu pekee ndio ana huruma. Ukishindwa kunielewa, muelewe huyu kijana.
okokeni, kaeni kwa Yesu. Kuna nafasi kubwa, utumishi unaoona una furaha. Hata kama una kitu, wewe ni mtu mkubwa sana. Hata kama maisha yako ni duni, lakini ukiwa na Yesu ana thamani sana kuliko vyote vinavyotamanika duniani. Kama hujajaliwa kupata vitu vya dunia ama ule, usilalamike na kuhangaika. Nikiwa na Mungu yatosha. Amina. Una kitu kizuri, una usingizi mzuri, unalala kwako, unapata usingizi. Hawa wanaokuwa na magari na utajiri hawalali majumbani mwao, wanalala chooni, wanalala mabarabarani, wanavaa nguo chafu, wananuka, wanatoka mafunza kwenye vichwa, lakini wana hela mfukoni. Za nini hizo hela? Hazina faida. Hawezi kumsaidia ndugu yake. Siku akikupa ndugu yake hela za damu na wewe unakufa, unajua anakutoa kafara. Hawezi, hakuna chaburi kwa shetani kwamba yeye aumie alafu aje akupe bure na wewe lazima uumie. Kwa hiyo lazima ndugu zetu tuwatazame. Tukiona na utajiri wa ajabu ajabu, tustuke. Utajiri ambao unakuja ghafla, anauza chips ameshajenga nyumba. Anauza mandazi amenyanyua gorofa. Anauza na beti mala ameshanyanyuka amebeti amekuwa mtu mkubwa. Hii ni hatari. Mshike jirani yako mwambie shindwa. Kutambua kanisa bovu ni kulijua neno la Mungu. Ukilijua neno la Mungu automatically utajua kitu kibaya. Ukijua noti halisi utaijua bandia. Ukijua noti ya Tanzania mtu akikupa ya Uganda unaielewa. Lakini kama ya nchi yako uijui, huwezi kuelewa ya nchi nyingine. Cha kwanza unabidi umjue Yesu ili ujue mambo mabaya. Kama wewe ni mtu wa mataifa unachojua, kanisa la shetani utalita la Mungu. Mradi kuna msalaba, mradi kuna mtu amevaa kola, amevaa suti. Lazima mambo ya roho utambulika kwa namna ya roho. Anasema hawa wakienda kuloga wanaskani kwanza, kujua uwezo ulio nao wa kiroho. Wakigundua kuna hatari, hawaji. Wakigundua lile basi kapanda mtu mwenye nguvu, hawaendi kupindua. Maana hawa wakitumwa kitu inabidi wafanye kwa usahihi. Kosa watakalolifanya hawa wanaadhibiwa. Kwa hiyo wanaambiwa waskani kwanza, usiende kwa mtu bila kuskani. Wakiingia kwenye nyumba wanaskani, wakigundua kuna ulinzi wa kiroho wanapotea. Wakikuta wakiskani hakuna kitu, wanavamia na kuchukua ushindi. Kwa hiyo na mambo ya roho lazima uskani kuingia kwenye kanisa ujue vigezo. Mungu anataka nini? Ukiona kuna mawigi, kuna maileni, kuna makorokoro, kwao wanakuwa wamevaa masuruali, hayo sio makanisa ya Mungu aliye hai. Ukiona watu wananinginiza vitu, hakuna utaratibu, wanacheza wanawake na wanaume wanakumbatiana, hapo Mungu hayupo. Amina. Ukigunda neno la Mungu alihubiriwe na uhubiriwa kupona tu, kupokea miujiza tu, utapona leo, utapokea gari, pokea kile. Kile ibada ni hayo. Hapo Mungu hayupo. Hivyo sio vitu vya Mungu. Ukiona watu wanazungumza lete wembe, lete nywele, lete nguo za ndani, lete masikio, lete mdongo, lete nini, hapo hayo sio. Sasa haya kuyajua mpaka uwe rohoni. Kwa mtu anayetoka kwenye dini ndio maana anapotea, kwa sababu hakuna anachoweza kusikana. Mtu aliyeokoka anaweza kusikana. Mshike mkono tena jirani yako anayesinzia, mwambie Bishop unamuelewa wewe? Amen. Maswali ni mengi hapa. Nauliza mimi, tafadhali naomba baba unisomee swali langu. Nauliza hivi, ukiamka asubuhi ukakuta panya ameuawa, inakuwaje? Haleluya. Samani baba, mimi naomba kuuliza, eti mtu anapoambiwa mayai tumboni yamezidi, anatakiwa afanyiwe operation. Je, ni kweli ni hali ya kawaida au ni mpango wa shetani? Hivi michoro ya tattoo inamaanisha nini? Hebu tujibu kidogo. Michoro ya tattoo, kuna ile mtu unakuta anachora nyota. Au mtu anachora alama ya tiki. Sasa ile tiki ni alama ya Freemason, ila watu wengi hawajui. Ile tiki inawekwa kwenye nguo, inawekwa kwenye viatu, inawekwa kwenye kofia, tiki. Unakuta mtu anachora mnyama kama dragon. Sasa unapomchora hapa dragon, afu unaenda kanisani unasema pepo toka. Wewe ndio umemchora, umemkaribisha wewe aweze akatoka.
Na unapochora, kuna wengine wanachora ndege. Anachora ndege, anachora mitatu. Ndege zingine unachora alama za Freemason, wengine unachora ma-Freemason. Ukienda mbinguni, eti anakuambia mbinguni kuna ndege ndio maana nimechora. Hapana. Tatu unapokuwa umechora, hata kama tumeshindwa pote, lakini ukichora tatu, si tunapata mlango wa kuingia kwako. Si tunaweza tukashindwa vyote, lakini mlango kadogo, yani unaweza kuwa mtakatifu. Yani kama mlango kadogo ukijikwaa tunaingia. Unapotoa mguu na sisi tunaweka. Ukijikwaa tu tupo. Umesikia? Kama mlango kadogo ka uchafu, kuna mruhusu nani? Shetani ndiko anako penyea. Kwa hiyo usiruhusu mlango kabisa. Ndio maana Biblia inasema muwe wakamilifu. Mungu anachotaka nini? Ukibaki pengo ndio mlango wa ibilisi kukustrike, kukushambulia. Haleluya. Watu wanaovaa majezi ya Yanga, ya Simba, ukishaokoka uvai majezi aina yote, yale majezi yananuizwa. Hebu tueleze, ni kweli si kweli? Kweli. Na jezi ya Simba kuna ile alama inachorwa hapa. Sasa ile inakuwa ni 66. Kachunguze vizuri jezi ya Simba. Ile inakuwa pale inamaanisha 666 tunamchora. Na mchezaji wa mpira wengi wanatoa makafara. Unapokuwa unashabikia mpira, amefunga goli, aliyefunga ametoa kafara, unashiriki na wewe. Unaposhangilia naona shiriki. Wote mna dhambi, wote mna mashtaka. Kama ametoka kafara naona kwa umeshashiriki. Na wengine mchezaji wa mpira kuna vile tunawapa, kuna kitu tunawapa. Alafu namwambia mchezaji mwenzako, wachezaji wa mpira wana siri kubwa hapo wakiwa uwanjani. Unaweza ukaona mwenzako amechukua mpira. Ndio maana unaona mchezaji anaenda kumkaba mwenzake afu kama anarudi nyuma. Anaweza kama amechukua mpira afu akamkimbilia akamwona ni joka linamfanyia hivi akarudi nyuma. Naye akichukua mpira akiwa anakimbizwa, anaweza akaona kama ni mnyama mkali hivi amemgeukia hivi. Yaani inakuwa kama wanashindana. Wanyama wanashindana. Hasa wanakuwa wanaogopana. Mpaka mtu mjasiri afike akamnyang'anya ule mpira. Jamani mnamuelewa? Haya mpira haya ma-Freemason ya kutosha. Wale wana mamlaka ya kichawi ndani ya uwanja wanashindana. Ukiona mtu kashinda, kuna mtu amekwenda kumsaidia mguu kufunga goli. Na wewe ukiingia kule unakuwa ni shabiki wake. Ukivaa jezi ni shabiki wake. Yeye anatoa makafara na wewe unashiriki. Ndio maana mambo yamepila kwa mtu aliyokoka. Marufuku. Majezi, matimu kama hayo, funga mativi yako, achana vitu hivyo. Mengi haya si ya Mungu kabisa. Na hizi TV si za Mungu. Shetani ameziweka, siku ya mwisho zitafanya kazi hizi, mtashangaa. Leo mnaona angalau zinaingiza kile baadaye full shetani atakuwa ndani. Ndio ataleta mambo yako ya uchi, mambo yale unaona leo yanafinywa wanayafinya kwenye mitandao, siku zijazo yatakuwa wazi. Yameshatengenezwa mengi ya watu wanafanya ngono kinyume cha maumbile, ushoga yako hivi. Wanangoja wakati ukifika tu ile miaka 7, dunia itakuwa inatisha, itakuwa Sodomoka. Amina. Kwa hiyo ni vizuri leo ukajua kipi chema, kipi kibaya. Hata manguo ya kuvaa uangalie kila maandishi mule yana maana. Kama wakati mwingine ukiona nguo unaipenda, yale maandishi yaondoe. Lakini vinginevyo usiyavae kabisa. Yako nguo unavaa unadhoofika. Ziko nguo unavaa unarudi nyuma. Ziko nguo unavaa unaumwa. Ziko nguo unavaa unakosa nguvu za kiume. Ziko nguo unavaa zinachochea uasherati na uzinzi. Mpaka ile nguo hivyo ndio ukae vizuri. Kwa hiyo lazima uangalie kila nguo unayoivaa, kanga, suruali, si vitu gani. Msiende na fashion za dunia. Zinasumbua sana. Usiende na watu wanavyovaa. Vaa kivyako vyako. Na ndio maana unaona huyu alipotumwa hapa aende akague watu, akukuta hivyo vitu alivyokuwa anatafuta. Sawa sawa, alikuta wanawake wengi wako wamejistiri. Lakini ingekuwa kanisa lingine angeingia, asingefika mbali. Angefika hapa akaona kama hiki hapa, kama uwailia, maana wangekuwa wamejaza nayo chungu mzima. Kwa hiyo lazima ujue unapoenda kuvaa mwanamke wa kilokole unamvalisha mwanao mtoto, tafuteni nguo zilizo na maadili. Watoto wetu tunawaharibu kwa kuwekea manywele bandia. Tunawafanya ume vichwa, waugue macho, wapate shida. Unapoweka eleni, ziko eleni anaenda kununua huko kwa sababu umemtoboa masikio, ananunua eleni za shetani, zinamletea mikosi na balaa. Kwa hiyo lazima hakikisha mtoto wako usimtoboe masikio, usimfunge elizi aina yote. Huko Kongo kila mtoto akizaliwa lazima afungwe kitu fulani cha wabembe. Ukishaokoka achana vitu hivyo, toa kabisa kwenye kiuno cha mtoto wako. Anza maisha ya kilokolo, usifate community. Wabembe ni ndugu zangu sana, na waonea huruma, kila siku nawazungumza hapa.
kwa sababu wana mzimu wa kibembe huko. Umeteka Wakongo karibu wote Wabembe, wanawateseka kweli, wanabaki wanaomba matatizo kwenye Wabembe hayatoki, ni hiki kinarudi, hawaelewani. Yani huwezi kuona maelewano yoyote maana ni kwa sababu watu hawataki kusikia neno, wamelelewa kwenye haya, nimeota, nimeonyeshwa, nimeota chumba cha maombi, wanaumia kweli. Nimezunguka kwa ndugu zangu hawa, nimekula kwao, nimeishi kwao, nimelala kwao, naelewa vizuri. Kwa hiyo hakikisha nimekwenda state moja huko Marekani, nikakuta yule mtu ameniita nyumbani kwake nikamuombee, ananipa mtoto nimuombee, ana kitu wapi? Ilizia, nguo nyeusi kiunoni, kipande cha nguo kiunoni. Namuuliza hiki ni cha nini? Nisema hii ni taratibu zetu za Wabembe, ni taratibu zetu hizi, tumeambiwa tufunge hivi, tumeambiwa na nani, ni mila yetu ya Kibembe. Nisema sasa, wewe hujaokoka, ukiokoka hivi tunaachana navyo, ama umeokoka lakini huna mafundisho, simuombei mpaka ukitoe kitu. Ikalazimika akikate ama rudi na mtoto wake, lakini akaamua kukikata. Ndio nikafanya maombi. Kuna vitu unaombea ukiwa na pete, unaombewa tu juu, maombi yale hayatakamilika kwako, yatakuwa yanaingia na una tattoo, unaingia na. Sasa niambie, mtu akishakuwa na tattoo moja kwa moja haitoki? Akishakuwa inakuwa ni ngumu kutoka. Ngumu kutoka. Ndio. Haya, sasa vitu kama hivi unavishindaje ukishakuwa na tattoo? Kwa imani. Sawa sawa? Kwa imani unaweza kufuta pale ikabaki alama, lakini nguvu yake ikawa haifanyi kazi. Haleluya. Tunapoenda kuombea watu kwenye nyumba zao, wamechimbia vichwa vya paka ama vichwa vya panya, gorofa zima ameshachimbia vichwa vya mtu, akiokoka hatulazimiki kuchimba pale kwamba bomoa gorofa mpaka tutoe hivi vitu. Unaomba kwa imani tu, hivi vitu vinayeyuka huko huko. Usiende kuchimbisha nyumba ya mtu, chimbua, utakuwa una maarifa. Hatufanyi kazi kimwili, tunafanya kazi kiroho. Tunatoa matatizo katika ulimwengu wa roho. Ndio maana atumwambii pepo toka. Mtu anaweza kuwa na pepo, atumpigi fimbo, atumwambie tukuchane tulione pepo. Tunasema tu kwa jina la Yesu, ama lile pepo moja kwa moja linafuata amri, linaondoka. Tumeelewana mpaka hapo? Maswali ni mengi, hatuwezi kuyajibu yote. Saa 8 tulipanga, saa 8 tunaondoka. Simama juu kwa miguu yako. Ndio, sasa Bwana Benedicto, shughuli yako kwa leo imeishia hapa. Watu wa studio umeshapatana nao, watakuhoji mengi yanayotokana na maswali hapa. Nitawatumia pia, utayajibu kule yale yanayowezekana kwa upande wako. Mengine ukiona amekushinda mbele, muulize baba wa kiroho, haya atakutatulia. Usijibu vitu kwa kupotosha wakakuamini, kumbe sio sahihi. Mambo mengine yanahitaji majibu kwenye ulimwengu wa roho ulio na nuru, sio wa giza, ndio unapata majibu sahihi. Barikiwa mwanangu, na Yesu akubariki. Makofi anapoketi mtumishi. Njoo kwanza sasa. Njoo kwanza. Hakuna maagents uliokuwa unafanya nao kazi huko nyuma? Ndio, kwa nafanya kazi kwenye kikosi changu, kwa kweli hawajaingia huko. Walikomea pale. Ila kuna watu ila wapo, lakini sifanye nayo mimi kazi. Ila ni maagent. Ndio, wametumwa kwenye mkutano. Mawakala wako huko. Mkianza ukanyaga mtawaona tu hapa. Ila sio kuwataja, nyinyi kanyageni. Haya. Naona wengine imeshaanza kukimbia nje. Anawataja hapa na wajua. Nyinyi ni maagent hapa. Mmejificha hapa lakini mpo kazini. Ngoja kidogo. Nimeletewa majina. Wa kwanza anaitwa nani huyu? Hii ni ajabu sana. Hebu nenda kanaandikia orodha uniletee. Umefanya vizuri sana kuja. Hawa nyinyi maagent ambao mko hapa mmejificha lakini mpo kazini, muondoke hapa. Nitawataja hapa. Mjiondoe wenyewe. Hizo kazi mnazofanya si uongozi, acha alafu tafuta kanisa lingine. Au tafuta sababu yoyote kwamba mchungaji amenikwaza au muumini amenikwaza. Upate sababu ya kuondoka kuliko kuja kukuaibisha hapa. Amina. Unajijua wewe ni agent, uko kazini hapa. Uko kwenye ni mission. Tunaonekana hapa mtendakazi, unaimba lakini una madhabahu nyingine usiku. Toka hapa. Tafuta mahali pengine, sio hapa. Utavuliwa nguo mchana.
Ninayo majina haya. Sasa mimi najua ni namna ya kudili na nyinyi. Mradi nimeshawajua hapa. Muondoke wenyewe. Amen. Kwenye kongamano huyu bwana haje atuonyeshe na wengine anaofanya nao kazi kule Karagwe. Na wako ndani ya kanisa ni watendakazi wanakuja wamevaa vitambaa pale, kumbe wamevaa mailizi. Utanitajia wote, utaniandikia. Unaweza usiwataje moja kwa moja kwa watu, nitajie mimi. Wengine wapo Tanzania, wengine wapo Kenya. Tanzania nao baadhi, nao nchi mbalimbali. Mnao nchi, ulikuwa na watu nchi mbalimbali. Ndio, vikosi mbalimbali. Ndio. Kwa hiyo hawa mnawatuma kwenye makanisa, wanakaa kabisa? Kwenye makanisa anakaa. Kama mchungaji utumii maarifa atakaa. Atakaa. Lakini hapo ukiacha uchawi nje utakufuata hadi huko ndani. Mkianza ukanyaga hapa mtawaona wenyewe tu hapa. Uchawi wanauacha nje lakini unawafuata. Unawafuata baadaye uchawi. Ndio. Tukianza kuomba kanyaga yanalipuka kule, yanakuja kukimbilia kwao. Aliyeyaleta. Mwisho naye anakimbia nje. Wengine wanauacha chooni, wengine wanauacha mahali fulani. Shika jirani yako muulize, wako wako umeuacha wapi? Jamani. Naona maneno haya. Mkianza ile lipua, sio mwingie kwenye maombi muabudu tu, malize mlie, malize muombe. Ni kitu kizuri, lakini malizie, kanyaga, piga, muingie vitani. Mpige matatizo yanayowasumbua. Piga. Wakisha unadili nayo. Amina. Kwa hiyo sasa baadaye kama nilivyosema, nataka kujua, unajua kwenye vikosi unaona watu wapo na kule utawaona tu. Utanitajia wale ambao wana dalili hizo ili tuwajue. Kuna mtu anatumwa humu amalize kazi aliyopewa. Tunaonekana mpendo lakini si mpendo. Kama vile mtu serikali inavyotuma usalama wa taifa. Wanaonekana wapendo lakini si wapendo. Wapo kazini. Na tunakaa nao wanakanyaga na kama tunavyokanyaga sisi. Mshike jirani yako, mwambie hasa wewe si mwenzetu. Wako usalama wa taifa dunia nzima wako hivyo. Wanajibadilisha kabisa, wanakaa kwenye misikiti, wanakaa kwenye makanisa, wanakaa kwenye vijiwe, wanakaa kwenye kila mahali, kwenye vyama, wanaonekana mwanasiasa wa nguli kabisa lakini mtu wa system, mtu wa usalama. Ni kweli si kweli? Haya mambo yapo ya kwanza leo, ni dunia nzima iko hivyo. Kuna vikosi vya namna hiyo vinawekwa kwa ajili ya usalama wa taifa. Kitu ambacho si kibaya. Kama una mapinduzi, una shida, wakaribishe tu. Ila ukiwa na nia mbaya, hawa sasa ndio wanashughulika na wewe. Lakini makanisa kama una nia mbaya, hata ukiwajua, wape waombe kabisa. Kazi yao njema, wanalinda usalama wa taifa, ni sahihi. Amina. Lakini kama una maovu, utawaogopa kweli ya. Lakini si ambao hatuna maovu, karibuni nyote. Hata wachawi tunawakaribisha. Hatuna shida, tunatika zetu ni kuokoa roho za watu. Mwenye masikio na hawa inabidi wakakisha kabisa wanaingia mpaka kwenye juu kwenye uongozi ili kujua kule kwenye cabinet wanawaza nini. Ni sahihi. Ili taifa liwe salama tunatakiwa kuwa na watu kama hawa. Kuna watu wanaingia kwenye msikiti, mwingine kwenye msikiti ili mjue kule kuna nini. Kuna watu wanatengeneza watu kubomoa, kujilipua, kushika majamvia. Sasa vitu kama hivi vyote hivi usalama inatusaidia kuingia kule kujua wanafundisha nini. Mimi kama mimi na waruhusu kabisa waingie kwa nguvu zao zote ili kulifanya taifa liwe salama katika jina la Yesu. Lakini mwisho kabisa, ukitukosa wakati mwingine kwenye kingamuzi cha Azam, siku zijazo ama miaka ijayo tutabadilika kwenda kwenye vingamuzi vingine. Azam wanaweza baadaye wakasema tunataka kutoa channel zote za bure, maana wale wanaofanya biashara. Channel hizi ni za bure pale, wanaweza kusema tunaziondoa, alafu kaona imefutika ghafla. Usihangaike sana. Fuatilia tu kwenye channel zingine, unaweza ukatukuta tunajitangaza huko mahali, lakini nitaendelea kutoa taarifa kadri hiyo hatari itakapokuwa inakaribia.
Ni vizuri unisikie wewe na wewe unisikie huko, tutazidi kukueleza jambo linalofanana na hivyo. Kama tulivyopotea Robert TV tukaibuka Harvest, tunaweza kupotea pia tukaibuka na kitu kingine, lakini injili itaendelea. Aluta